nieleze nia yangu ya uamuzi wangu wa kujiuzuru nafasi yangu ya uwaziri wa nchi katika ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa kuanzia leo, ingawa wengine wameshaanza kusema huko, lakini tamko langu ndio hili, ndio rasmi. Wengine nadhani walikuwa wanabashiri tu. Nimeamua kujiuzuru baada ya kusikia hotuba ya Mheshimiwa Rais alipokuwa akipokea taarifa ya kamati mbili za bunge zilizoundwa na Spika kuchunguza namna ya uendeshaji, na taarifa hiyo ilitolewa jana kwa Mheshimiwa Spika na baadaye kumkabidhi Mheshimiwa Waziri Mkuu, na Waziri Mkuu aliahidi kwamba leo atamfikishia Mheshimiwa Rais. Nimemsikiliza Mheshimiwa Rais na amesema kwamba ni vizuri watu wote aliowateua wakapisha nafasi hizi ili kupisha uchunguzi utakaopaswa kuendelea kwa namna walivyoshiriki. Ninachotaka kusema tu ni kwamba kwanza kabisa namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kuhudumu katika serikali yake. Utakumbuka kuwa nilipewa nafasi ya wizara nyeti, wizara muhimu, na aliiweka katika ofisi yake yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais. Binafsi namshukuru sana kwa kuniamini, na nikiri kwamba tunaye rais katika nchi ambaye ameamua kwa dhati kabisa kuleta mabadiliko katika nchi. Transformation and change huwa haziletwi kimzaamzaa. Transformation and change ni lazima ziletwe kwa kutumia nguvu, kwa kutumia maarifa, lakini pia lazima tukubali, lazima wengine wataumia, lazima wengine watasurvive, lakini maisha na jambo la msingi hapa sio binafsi wetu. La msingi hapa ni uhai wa taifa letu na watoto wetu. Nchi yetu kwa ilivyokuwa imefikia, na kusema ukweli mimi si mgeni sana kwenye serikali, nilikuwepo hata katika serikali iliyopita. Tuvumilie, tukubali ili nchi yetu iweze kupona. Tusiweke ubinafsi wetu. Tusiweke hivi, kama kwa mfano hivi vyeo ni vitu vya kupita sana. Hivi uwaziri kwangu mimi ni nini kama nchi inateketea? Hivi cheo changu cha ubunge ni nini kama nchi inateketea? Tumuunge mkono, na mimi nasema kama ni kwa ustawi wa nchi ya watoto wetu, kama ni kwa ustawi wa nchi ya wajukuu zetu, kama ni kwa ustawi wa Tanzania mpya ambayo itakuwa na watu ambao hawana shida, na kama ni kwa ustawi wa hali kutoka hali hii mbaya tuliyokuwa nayo wakati tuna rasilimali nyingi, kama ni kwa ustawi wa kuboresha uvunaji wa rasilimali za nchi yetu ili ziweze kuwasaidia Watanzania na kupata pato linalotakiwa, sio tu uwaziri, hata ningeambiwa roho yangu inatakiwa kutolewa, niko tayari, ili iwe ibada na sadaka kwa ajili ya ustawi wa Tanzania. Kwa mimi niseme tu kwamba jambo hili ni gumu kulibeba, na nawaona namna ambavyo marafiki zangu, ndugu zangu, jamaa zangu na wananchi wa jimbo langu la Kibakwe ambavyo wamechanganyikiwa. Ni wasihi sana tusichanganyikiwe. Nchi hii ni bora zaidi kuliko binafsi wetu. Nchi hii ni bora zaidi kuliko mimi binafsi. Nataka niseme kwa uchungu na kwa imani kubwa sana, kwa ajili ya maslahi ya nchi, lakini sio madaraka au cheo. Mimi nitabakia kuwa George. Mungu anajua kilichoko ndani yangu. Mungu anajua moyoni mwangu siku zote nafikiri nini kwa Watanzania. Nafahamu, na nataka niseme kwamba kama kuna mtu anayenifahamu mimi katika maisha ya siasa, na kwa hiyo nataka nimpongeze na nimshukuru kwa kuniamini, lakini nitaendelea kuwa pamoja naye kwa sababu bado majukumu ni mengi, na jukumu sio hili tu la kuhudumu katika nafasi ya uwaziri. Binafsi niwatake tu wananchi, hasa wapiga kura wangu wa jimbo la Kibakwe, mimi mlinichagua kuwa mbunge, nitaendelea kuwahudumia kama mbunge. Uwaziri ilikuwa ni nyongeza na heshima tuliyopewa, na Mheshimiwa Rais aliponipa mimi hii nafasi aliwapa heshima wananchi wa Kibakwe. Lakini wakati ninapotakiwa kujihuzuru, nafanya hivi pia kwa heshima ya watu wa Kibakwe, ili vyombo viweze kupata fursa ya kuchunguza na kufahamu uhusika wangu katika
uchimbaji wa madini ya Tanzanite. Ninaamini mwisho wake utakuwa ni mwema tu, na mwisho wake kubwa hasa ulenge kulisaidia taifa. Mimi sehemu ninayohusishwa na kutajwa katika ripoti ile ni sehemu ya kiutendaji, kwa sababu kimsingi sijawahi kuingia mkataba wowote, sikuwahi kusaini mkataba. Nilichoridhia mimi ilikuwa ni swala la kiutawala, ambapo kampuni iliyokuwa na ubia na kampuni ya serikali iliamua kumuuzia mtu mwingine ili aje afanye kazi na serikali. Kwa hiyo zilikuwa ni private arrangement ambazo lazima wazilete serikalini. Sasa hata kama angebaki yule wa mwanzo, hata kama huyu aliyechukua, bila shaka matokeo ya kutokuwa na faida katika uvunaji wa rasilimali hii yangelikuwa ni yale yale. Kwa hiyo uhusika wangu na kutajwa kwangu bila shaka pia ni kwa sababu nilihudumu katika wizara ile, lakini nina imani na dhati ya moyo wangu kwamba uhusika wangu haukulenga kulihujumu taifa, haukulenga kuwa na maslahi binafsi, bali ni katika majukumu ya kiutendaji. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza, na niwatakie heri wenzangu nao waacha hapa wizarani na kuacha mdogo wangu Jafo. Tumefanya kazi vizuri kwa umoja, kwa ushirikiano. Endelea kuchapa kazi, na niwasihi wengine wote tutakaoguswa kwa aina ya mguso wa kwangu mimi. Jamani, sisi na madaraka si kitu, bali uhai na ustawi wa nchi yetu. Rais anatakiwa kuungwa mkono, na Watanzania wote tumuunge mkono Mheshimiwa Rais.